kazi Yesu aliyoifanya kufa na kufufuka hakuna nabii amewahi kuifanya. Walitokea manabii waliokuwa waadilifu kina Isaya, waliomvumilia Mungu na kustahimili kwa miaka mingi kumtumikia bila kusikilizwa. Kina Isaya alikufa akashikiliwa na mauti. Walitokea baba wa imani kina Ibrahimu ambao Mungu aliwaamini akawachagua, akawafanya marafiki wa karibu. Kina Ibrahimu alikufa, hakuna aliweza kuinuka kushinda nguvu ya kaburi. Kesho tutakuwa tunasherehekea sikukuu ya Pasaka, lakini hiyo tunaongelea uthibitisho Yesu aliyofanya kwetu. Hilo tu kutuwezesha kufa na kufufuka. Unajua sisi tuna matumaini ya kuishi, si ndio? Huu mwili kama Yesu akija tukiwa hai, huu unabadilishwa, hakuna atakaye kufa. Lakini hata tukifa inaitwa kulala, historia ilibadilika. Kuna siku tutainuka kama alivyoshinda kaburi, kama alivyoshinda nguvu ya mauti. Hata andiko linasema, wapi uchungu wako ya mauti? Haleluya! Huo uchungu limezwa na Yesu. Hilo tu lenyewe ni la kumshukuru. Kabla hajalipa gorofa, kabla hajalipa, kwa sababu kuna wanaokufa gorofa akaliacha na hana matumaini. Hilo tu lenyewe ni la kumtukuza Mungu na kumshukuru Mungu. Kwa hiyo nikianza kusema sija kwa Yesu tu kuniwahi kabla sijatumia, ni kupofuka fikra na akili, au kuto kujua kile Yesu amefanya katika maisha yetu. Kukosa moyo wa shukrani. Wakati mwingine sisi tuliopata neema ya kuchunga, wakati mwingine tunakuwa wakubwa sana kuliko hata tunaowachunga, lakini ni fadhili za Mungu, watu wake yeye mwenyewe kukuamini na kuwaweka mikononi mwako. Sio jambo dogo, sio jambo dogo. Watu wake, Mungu ana wivu na watu wake. Haleluya! Mungu ana wivu na watu wake. Kitendo tu cha kukuamini kwamba watu wangu naweka mikononi mwako ni kitu kikubwa mno. Lakini bila kufahamu hayo, utaangalia sasa, kanisani sina hela, taanza kunung'unika na kulalamika. Umeelewa? Tapiga naenda sasa kanisani, nitapata nini jamani? Ni mateso, ngoja niende. Mahangaiko na mahangaiko, unaenda na hangaika tu. Alafu nikifika hapa na poromosha maneno ya kupiga na kuharibu na kung'oa na kuvunja, sababu nimejaa stress zisizokuwa na moyo wa shukrani. Lakini ni heshima Mungu kukuamini juu ya watu wake. Wakati akili ya Sulemani haijaharibika, akili ya Sulemani kabla haijaharibika, moja ya ombi aliyoliomba kuona kazi aliyopewa, hakuomba fedha, hakuomba mali, hakuomba nini. Naomba tu Mungu, naomba hekima ili nijue kutoka na kuingia mbele ya watu wako. Haleluya! Lakini sisi Mungu, watu ambao Mungu ametupa tuwaongoze, tunajiinua juu yao. Kama ni wewe ni kiongozi uko katikati yetu, usijiinue juu ya watu wa Mungu. Haleluya! Badala yake mshukuru Mungu kwa ajili ya hiyo heshima aliyokupa, kwa sababu ni kazi yake yeye ambaye angeifanya kushiriki na wewe, amekushirikisha. Tuna mambo mengi ya kumshukuru Mungu. Haleluya! Sema bahati mbaya, orodha ya yale tunayoyanung'unikia yamemeza yale tuliyotakiwa kumshukuru Mungu. Tuna mengi ya kunung'unika na kulalamika, tuna wengi wa kuyanung'unikia na kulalamikia, lakini ukirudisha nyuma moyo, yule unamlalamikia leo, wakati mwingine kuna mahali alifanyika msaada katika maisha yako. Ukigundua vizuri tu utagundua huyo unayemlalamikia au unayemnung'unikia, kuna mahali fulani alishawahi kuwa msaada kwako.